Bali kwa damu ya thamani, damu ya mwana kondoo, asiye na ila, asiye na waa, asiye na kunyanzi, yaani damu ya Yesu Kristo. Nataka nikwambie wewe ni wa thamani kuliko vitu vyote duniani. Maswali mengi sana yanayohusu habari ya ulimwengu wa roho, hususa habari ya Roho Mtakatifu na habari ya karama zake. Leo tutazungumza somo linalosema ulimwengu wa roho. Leo tunaanza kuangalia habari ya ulimwengu wa roho. Ni ulimwengu gani huo? Tutauangalia leo. Pale ulipo inamisha uso wako tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, jioni ya leo Bwana, tunakwenda kujifunza somo moja la muhimu sana. Nami ninakusihi mimi nikafe, lakini wewe Yesu ukapate kuonekana. Maana wewe ulisema ukiinuliwa juu utawavuta watu wote kwako. Hivyo masaa haya Bwana, kubali kusema nasi, kubali kuinuliwa juu, kubali kutuokoa, kubali kutufundisha, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Ulimwengu wa roho. Mwambie jirani yako, ulimwengu wa roho. Unajua kuna pambano linaloendelea duniani kote. Hili linaitwa pambano kati ya wema na uovu, pambano kati ya Kristo na Shetani. Na pambano hili kimsingi kila mwanadamu ni lazima alishiriki. Haijalishi wewe ni Mtanzania, haijalishi wewe ni Mkenya, haijalishi wewe ni Msukuma, haijalishi wewe ni Mjita, wewe ni Mnyamwezi, wewe ni Mkelewe, wewe ni Mkara, haijalishi wewe ni nani, ni lazima ushiriki pambano hili, pambano baina ya wema na uovu. Na kwa hakika hili ni pambano halisi, ni vita halisi ya kiroho. Waefeso sura ya 6 mstari wa 12. Msomaji, ninaomba twende pale. Efeso 6:12. Biblia inasemaje? Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Bali ni juu ya falme na nini? Na mamlaka. Na mamlaka. Twende. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya majeshi ya pepo wabaya. Juu ya majeshi ya pepo wabaya. Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa kitu gani jamani? Wa roho. Ulimwengu wa roho. Biblia inasema vita yetu si vita ya kimwili, sio vita ya mapanga, sio vita ya damu, ni vita katika ulimwengu wa roho. Ni vita zidi ya majeshi ya pepo wabaya, ni vita zidi ya majeshi ya mashetani katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kuna vita inayoendelea katika ulimwengu wa roho. Sasa jioni ya leo ninataka tuende tu kidogo. Sikiliza nikwambie, kiukweli ni kwamba kuna roho za aina mbili. Kuna roho wa Kristo na roho wa Shetani, na ni lazima kila mmoja wetu awe na mmoja kati ya hao wawili. Aidha uongozwe na roho wa Kristo au uongozwe na roho wa Shetani. Hili ni jambo la msingi sana kuliangalia, ili tujue, je, wewe na mimi tunaongozwa na roho yupi? Maana kuna roho wa Kristo, nairudia tena, lakini pia kuna roho wa Shetani. Sikia nikwambie, Biblia inanionyesha waziwazi, kabla Kristo hajaondoka hapa duniani alitoa ahadi kwa wanafunzi wake, ahadi ya thamani sana, ahadi ya pekee sana. Ninapozungumza ahadi ya thamani, sizungumzi ahadi ya kurudi kwa Yesu, hapana. Ninapozungumza ahadi ya thamani, ninazungumza ahadi ya Roho Mtakatifu. Kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 15 mpaka wa 17. Msomaji, inasemaje mafungu haya? Mkinipenda mtazishika amri zangu. Sasa sikiliza, Yesu akasema mkinipenda, Yohana 14 mstari wa 15 hadi 17.
mkinipenda mtazishika amri zangu. Twende. Nami nitamwomba Baba, Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, ambaye ulimwengu hauwezi ukampokea, kwa kuwa haumuoni wala kwa sababu hamtambui. haumoni wala haumtambui, Bali ninyi mwamtambua, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani naye yenu. atakuwa ndani yenu. Sitawaacha nikiwa Inatosha. Sasa nisikilize rafiki zangu, kama kuna Roho wa kweli, ni wazi basi atakuwepo mwingine ambaye si wa kweli. Hili ni jambo la kuzingatia. Yesu anasema watu wanapompenda wakakubali kushika amri zake. Jana tuliziona zile amri 10. Watu hao atawapatia Roho wake Mtakatifu, ili yule Roho akae nao hata milele. Bwana asifiwe. Kuna wengine wakisikia Roho Mtakatifu wanafikiri Roho Mtakatifu ni mwanadamu. Biblia haisemi hivyo. Biblia inasema moja, huyu Roho atakaa ndani yetu. Nikuulize swali, je, yuko mwanadamu anayeweza kukaa ndani ya mwanadamu mwingine? Jibu lake hapana. Sikia, huyu Roho atakaa nani hata milele. Kwa lugha nyingine, yeye hana sifa ya kufa. Je, yuko mwanadamu ambaye anaishi bila kufa? Jibu lake hapana. Mitume wote, manabii wote unaowajua, wao pia walikufa. Hivyo wao hawana sifa ya kuitwa Roho nani Mtakatifu. Hawana sifa hiyo. Sasa nisikilize rafiki zangu, kwa nini ahadi hii ya Roho Mtakatifu ni ahadi ya muhimu sana? Sikia nikusaidie jioni ya leo. Kiukweli ni kwamba ni wale wenye Roho wa Kristo peke yake ndio ambao watakwenda mbinguni. Ni wale wenye Roho wa Kristo peke yake ndio ambao wanaitwa wana wa Mungu. Yaani hata kama wewe unajiita ni Mkristo, hata kama wewe unajiita mtu wa Mungu, lakini kama hauna Roho wa Kristo, wewe si wa Mungu. Utaniambia mwinjilisti, unaitoa wapi? Warumi sura ya 8 mstari wa 9 na wa 14. Warumi 8 mstari wa 9 na wa 14. Msomaji, twende haraka. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, ninyi hamumfuati mwili, bali mwaifuata Roho. bali mnaifuata Roho. Lakini mtu awaye yoyote Sasa sikiza, lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, asipokuwa na Roho wa Kristo, huyu si wa. huyo si wake. Aya 14. Usubiri, mtu yoyote asipokuwa na Roho wa nani? Wa Kristo, huyo si wa Kristo, huyo si wa Mungu. Kwa hiyo ili uwe mtu wa kweli wa Kristo, ni lazima Roho wa Kristo awe ndani yako. Unaweza ukaitwa Mkristo lakini kiukweli sio Mkristo. Unaweza ukajiita wewe ni Mkristo lakini kiukweli wewe sio Mkristo. Ili wewe uwe Mkristo, ili wewe uwe mtu wa Mungu, ni lazima Roho wa Kristo awe ndani yako. Mstari wa 14 nasema, Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. hao ndio wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Kumbe ni wale tu wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa nani? Wa Mungu. Utaniuliza, kwa nini Biblia isisitize sana habari ya huyu Roho? Kwa nini Biblia iseme ni wale tu wenye Roho wa Kristo hao ndio wana wa Mungu? Kiukweli ni kwamba hakuna mtu anayeweza kuishi maisha matakatifu bila Roho wa Kristo kuwa ndani yake. Ni Roho wa Kristo peke yake anayeweza kujenga tabia ya Mungu katika maisha yako. Bila Roho wa Kristo ndani yako, dhambi haiwezi kufa. Haiwezi. Haiwezi. Na kwa bahati mbaya sana, wengi tunasema ni wa Kristo ila hatuna Roho wa Kristo. Hii ni hatari. Wagalatia sura ya 5 ni kuonyesha kwamba ni Roho wa Kristo peke yake anayejenga tabia ya Kristo katika maisha yako.
Wagalatia 5 mstari wa 22 nasemaje msomaji? Inasema Wagalatia 5:22, twende haraka. lakini tunda la Roho ni upendo, Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Aha, sasa nisikilize. Wahubiri wengi tunahubiri sana, wengi huwa tunahubiri sana karama za Roho na wala si tabia ya Roho. Mwingine ataniambia, unataka kuongea nini? Nikusaidie. Kama kuna kitu ambacho watu wanapaswa kuelezwa sana, waelezwe sana tabia ya Roho kuliko karama za Roho. Utaniambia, mwinjilisti, maana yako nini? Sikiliza. Kiukweli kinachofanya mtu aingie mbinguni sio karama ya Roho, bali ni tabia ya Roho. Utaniambia, unaongea nini? Niseme tu mfano. Biblia imesema tunda la Roho ni upendo. Nikuulize swali. Je, upendo tutakwenda nao mbinguni? Je, upendo tutakwenda nao mbinguni? Aha. Haya, karama ya Roho ni kuhubiri. Je, kuhubiri kutakwenda mbinguni? Karozi mbinguni atakwenda kumhubiri na sikia nikwambie, kama kuna kitu cha muhimu, si kwamba karama hazina muhimu. Jambo la kwanza ambalo watu wanapaswa kuwa nalo ni tabia ya Roho. Tabia ya Roho. Tabia ya Roho ndiyo tabia ya Mungu, ndiyo tabia tutakayokwenda nayo mbinguni. Bwana asifiwe. Unaweza ukawa na karama za Roho na bado usiende mbinguni. Unaweza ukawa na karama za Roho na bado ukawa huna tabia ya Roho. Ndiyo maana unaweza ukaona wengine, unaweza ukatenda miujiza mingi, maana miujiza ni karama ya Roho. Unaweza ukafanya miujiza mingi lakini bado usiende mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu huna tabia ya Roho. Na kinachowapeleka watu sio karama, ni tabia ya Roho. Utaniambia, mwinjilisti, bado sijakuelewa. Unamaanisha nini? Nikusogelee karibu. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Twende sema. Nijaposema kwa lugha za wanadamu, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upato uvimao. Twende. Tena nijapokuwa na unabii, na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu, nijapokuwa na imani. Imani ni karama ya Roho. Yaani uwe na imani timilifu kiasi cha kwamba unaweza ukawaambia mlima Kilimanjaro utoke kule Kilimanjaro uje hapa Nyakabumu ukaja. Lakini kama huna upendo ambao ni tunda la Roho, hauwezi kwenda mbinguni. Twende. Kama sina upendo, si kitu mimi. Twende. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha masikini. Kuna watu siku hizi wao wanatoa vimali vyao, anatoa vimali vyake lakini tu atakaonekane, anatoa tu vimali vyake. Hata nikitoa mali zangu zote kuwalisha masikini. Twende. Tena nikijitoa mwili wangu, hata nikijitoa mwanga, yaani nimekaa hapa nikajiripua ili watu wafe. Kama sina upendo, hainifaidi kitu. Kwa hiyo utagundua ya kwamba kumbe kinachopeleka watu mbinguni ni tabia ya Roho. Ndio maana Biblia inaonyesha ya kwamba ni wale tu wenye Roho wa Kristo, hao ndio wana wa nani? Wa Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Muulize jirani yako, una Roho wa Kristo? Una Roho wa Kristo? Hapo ndipo kwenye mtihani. Sikia. Bila Roho wa Kristo hauwezi kuishi maisha matakatifu. Haiwezekani. Ndio maana wengi wana dini lakini bado ni wachawi. Wengi wana dini lakini bado ni wazinzi. Wengi wana dini
lakini bado wanaua. Wengi wana dini lakini wana nyumba ndogo. Hata hapa mpo, muna dini na nyumba ndogo munazo. Muna dini na kulewa pombe munakunywa. Muna dini na kwa waganga munakwenda. Muna dini na umbea munafanya. Kwa nini? Kwa sababu Roho wa Kristo hayuko ndani yako. Hayuko. Kwa hiyo huyo Roho wa Mungu anapokuja anajenga tabia ya Kristo. Lakini ni kuongezea kitu kingine. Kwa nini ni wa muhimu huyo Roho wa Mungu? Kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari wa 13 anasema hivi, naye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie katika kweli yote. Naye atakapokuja, narudia tena, huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie katika kweli yote. Kwa hiyo licha ya kujenga tabia ya Kristo ndani yako, Roho wa Mungu, Roho wa kweli anawaongoza watu katika kweli yote. Kweli ni nini? Kweli ni neno la Mungu. Uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Kwa hiyo roho yoyote anayekutoa nje ya maandiko, wako watu leo wanakwambia mimi nina roho, na kwa sababu nina roho sina sababu ya maandiko, mimi roho wangu wananitosha. Wewe una roho, ni kweli, huyo ni roho, ila sio wa Kristo. Roho wa Kristo hawezi kukutoa kwenye maandiko. Kumbuka ya kwamba yeye ndiye aliyeongoza uandishi wa maandiko. Kwa hiyo hawezi kupinga maandiko. Roho yoyote anayepinga maandiko, hata kama anajiita ni roho wa Kristo, weka swali kubwa juu ya huyo roho. Unasikia mwingine ana roho lakini anakataa. Biblia inaposema ubatizo wa maji mengi anakwambia wote unatosha. Hata ukinyunyiza inatosha. Alafu nasema wewe ni roho, lazima ujiulize ni roho yupi? Biblia inasema wazi amri 10 zinapaswa zishikwe, na Mungu anasema mkinipenda mtashika amri zangu. Lakini kuna roho mwingine anawaambia watu amri za Mungu zimegogomelewa wapi? Msalabani. Lazima uweke swali juu ya huyo roho. Weka swali. Jiulize. Unajua kumbe roho atatuongoza kwenye kweli yote. Na jana nilikwambia tafsiri nyingine neno kweli. Zaburi 119 mstari wa 142, haki yako ni haki ya milele, sheria yako ndiyo kweli. Kwa hiyo roho yoyote anayekataa sheria ya Mungu, hata kama anafanya mambo makubwa lakini anaikataa sheria ya Mungu, weka swali kubwa juu ya huyo roho, kwa sababu roho wa Mungu anawaongoza watu kwenye kweli yote. Sio wanawaambia hii mnashika hii hapana. Huyo sio roho. Sasa kuna roho mwingine, yeye kazi yake ni kuwaongoza watu kwenye uasi. Waefeso 2 mstari wa 1 hadi wa 2. Nanyi subiri kidogo. Waefeso 2 mstari wa 1 hadi wa 2. Sasa unaweza ukasoma. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, ambazo mliziendea zamani. Ambazo mliziendea zamani. Kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu. Kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu. Na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Roho yule atendaye kazi sasa. Roho yule anayetenda kazi sasa. Katika subiri kidogo. Sio baadaye. Anayetenda kazi sasa. Anatenda wapi? Twende. Anasema katika wana wa kuasi. Katika wana wa kuasi. Sasa wana wa kuasi ni wakina nani? Kumbuka nilikufundisha, ukisoma Yohana wa kwanza 3:4 inasema dhambi ni uasi. Dhambi ni uasi. Kila atendaye dhambi afanya uasi. Kwa kuwa dhambi ni kitu gani? Ni uasi. Na tunaposema dhambi ni uasi, ni uasi wa kitu gani? Ni uasi wa sheria. Kwa hiyo yuko roho mwingine anayefanya kazi kwa wana wa kuasi, watu waliokataa sheria ya Bwana, watu waliokataa sheria ya Mungu, watu waliokataa ukweli wa Bwana. Wako watu ambao hata
ukizungumza tu sheria ya Bwana, sheria ya Mungu, anasikia kichefuchefu. Anaanza kusema ni watu wa sheria hao. Sheria tu ni sheria. Sisi hatuna kazi na sheria. Yuko roho anayeongoza hao. Na huyu roho, kabla sijaingia pale ndani, hebu nenda msemaji wangu ili sikukupa, lakini nenda. Rudi Isaya. Isaya 30 mstari wa 8. 38. Roho anayekataa sheria, roho anayekataa amri za Mungu, roho anayewatangazia watu uhuru bila utii. Hakuna uhuru usio na utii. Isaya 30 mstari wa 8 inasema, haya enenda sasa, andika neno hili katika kibao mbele ya macho yao. Andika neno hili katika kibao mbele ya macho yao. Lichole katika kitabu, ili liwe kwa ajili ya majira yatakayokuja. Twende. Ushuhuda hata milele. Kwa ushuhuda hata milele. Twende. Maana watu hawa ni watu waasi. Kwa maana watu hawa ni watu waasi. Ni watu wanaosema uongo. Watoto wanaosema uongo. Twende. Watoto wasiotaka kusikia sheria ya Bwana. Watoto wasiotaka kusikia sheria ya Bwana. Yaani wao wakisikia tu sheria ya Bwana kichefuchefu. Sheria ya Bwana tayari kichefuchefu. Wao wanashika sheria. Sheria ni ya Musa. Sheria sisi hatuna kazi nao. Watoto waasi wasiotaka kusikia sheria ya Bwana. Twende. Waambia waonaji, wanaoambia waonaji, msione. Na manabii, usitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni tu maneno laini. Yani mkija hapa mseme tu Bwana asifiwe, haleluya, utakwenda mbinguni, makofi kwa Bwana Yesu, vigelegele, basi. Maneno laini. Njoo utapata muujiza, basi. Hubirini maneno yadanganyayo. Tokeni katika njia. Tokeni mtoke katika mapito. Tokeni kwenye mapito. Komesheni mtakatifu wa Israeli. Komeshe mtakatifu wa Israeli mbele yetu. Watoto waasi. Kwa hiyo kuna roho anayefanya kazi kwa wana wa nini? Wa kuasi. Kwa hiyo ni muhimu ujiulize, kale karoho kanako kuongoza ni yupi? Ni mtakatifu au huyu anayefanya kazi kwa wana wa nini? Wa kuasi. Na ni roho. Ndio maana Yohana alisema, zijaribuni hizo roho, kwa maana manabii wengi wa uongo wametokea wapi? Duniani. Hapa Tanzania kwetu tuna manabii sasa hivi. Sijui huku kwetu, huku mnao sijui wawili watatu. Sisi kwetu kule Dar es Salaam wamejaa. Mtu akishiba ugali, ameshiba ugali wake na kanda vizuri, asubuhi akiamka, mimi mtume na nabii. Kila mtu akilala akiamka, mtume na nabii. Sasa twende taratibu. Roho Mtakatifu licha ya kutuongoza katika kweli yote, licha ya kutupatia tabia ya Kristo ambayo ndio vitu muhimu sana, pia anatupatia karama za Roho. Mwambie jirani yako, karama za Roho. Mwambie tena, karama za Roho. Na anapotoa karama za Roho, anatoa kwa kila mmoja kama anavyopenda yeye. Si kwamba kila mmoja atapewa karama ya aina moja. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 anzia mstari wa ngapi msomaji wangu? 4. Wa 4. Twende mpaka wangapi? Anasema mpaka aya 11. Twende haraka. Ninasoma kwa haraka, inasema. Twende. Basi pana tofauti za karama. Bali roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma. Na Bwana ni yeye yule. Tena pana tofauti za kutenda kazi. Mungu ni yeye yule anayetenda kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa. Sasa zingatia, lakini kila mmoja anapewa ufunuo wa roho wa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima. Na mwingine neno la maarifa. Apewa roho yeye. Lakini anavyopenda roho huyo. Mwingine imani katika roho yeye. Anapewa karama ya imani, lakini roho ni yule mmoja. Mwingine karama za kuponya. Mwingine anapewa karama za kuponya, lakini roho ni yule
mmoja. Twende. Na mwingine matendo ya miujiza. Mwingine matendo ya miujiza, lakini roho ni huyo mmoja. Twende. Mwingine unabii. Mwingine unabii, lakini bado roho ni huyo mmoja. Mwingine kupambanua roho. Mwingine anapewa karama ya kupambanua roho, lakini roho ni mmoja. Mwingine aina za lugha. Mwingine amepewa karama ya lugha, lakini roho bado ni mmoja wewe. Twende. Mwingine tafsiri za lugha. Mwingine amepewa tafsiri za lugha, lakini bado roho ni mmoja wewe. Twende. Lakini kazi hizi zote uzitenda roho mmoja. Sasa Mungu anakusaidia. Kazi hizi zote uzitenda roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake, akimgawia kila mtu peke yake kama anavyopenda mwenyewe roho. Twende. Sasa nisikilize. Kwa hiyo roho wa Kristo anatoa karama, lakini anatoa karama tofauti. Hawezi kutoa karama moja kwa kanisa lote. Ukiona roho anatoa karama moja kwa kanisa lote, weka swali kubwa juu ya huyo roho. Weka swali pale chini. Ndio Paulo akasema, ukiendelea pale anafananisha mwili, anafananisha kanisa na mwili. Akasema ikiwa mwili wote ukiwa ni pua, wapi kusikia? Yaani hapa sasa hivi Carlos amesimama hapa, unaona ni pua tu. Lipua tu limesimama hapa. Wapi kusikia? Au Carlos amesimama hapa, unaona tu jicho limetokeza tu hapa. Yaani mimi mmoja ni jicho tu. Wapi kusema? Kwa hiyo kumbe roho wa Mungu anatoa karama tofauti. Kama vile ambavyo mwili una viungo vingi. Sasa leo kuna roho ambaye ili uwe naye unaulizwa, unampenda Yesu? Unanena kwa kitu fulani. Kwamba usipokuwa na hiyo roho huna. Hiyo nayo ni matatizo. Wakorintho wa kwanza pale endelea mstari wa 28 anasemaje? Tuliweke vizuri. Anasema hivi. Mungu ameweka wengine katika kanisa. Mungu ameweka wengine katika kanisa. Twende. Wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa, na mashindano, sio mashindano wewe, na masaidiano, maongozi, na aina za lugha. Twende. Je, wote ni mitume? Sasa niwaulize ninyi, je, wote ni mitume? Munijibu ndio. La. Wote ni mitume? Twende. Wote ni manabii? Je, wote wanapaswa kuwa manabii? La. Twende. Wote ni walimu? Je, wote ni walimu? La. Twende. Wote wanatenda miujiza? Je, wote wanaweza kutenda miujiza? Hapana. La. Twende. Wote wana karama za kuponya? Je, wote wana karama za kuponya wagonjwa? Hapana. Twende. Wote wananena kwa lugha? Je, wote wananena kwa lugha? Hapana. Sasa ukiambiwa kama wewe mpaka unene kwa lugha ndio una roho, unaweka swali gani? Haya, twende. Wote wanafasiri? Je, wote wanafasiri? Hapana. Jibu lake hapana. Takeni sana karama zilizo kuu. Twende. Hata hivyo ninawaonyesha njia iliyo bora. Leo nataka nikusaidie siri kwamba anayenena kwa lugha na anayehutubu, Biblia inasema anayehutubu ni mkuu kuliko anayenena kwa lugha. Utaniambia unatoa wapi? Kasome tu wakati wako wa Korintho wa kwanza 14. Hata mstari wa kwanza hapa. Kumbe mimi ninayehutubu ni mkuu kuliko anayenena kwa lugha. Sasa inakuwaje lugha ndio hiyo bora kuliko kuhutubu? Weka swali. Sasa nataka tu taratibu. Kwa hiyo roho wa Mungu anatoa karama tofauti kwa kadri anavyopenda yeye. Na leo nitakuonyesha mojawapo kati ya karama anayotoa ni kunena kwa lugha. Ni kweli lugha ni mojawapo ya karama za Roho Mtakatifu. Mimi ninakubali kabisa, Bwana asifiwe. Lakini ni lugha gani na inanenwaje? Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 8. Tunaenda taratibu. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 8. Wakati tunasoma Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi 8, ninaomba mwanafunzi mmoja wa sekondari uwe uko form 2, form 1, form 3 mmoja, naomba aje hapa mbele. Mwanafunzi una kichwa kidogo chepesi, unajiwajua kidogo maswali ya lugha, naomba uje hapa.
sio Kiingereza, nitakuuliza Kiswahili. Mwanafunzi mmoja aje hapa. Nataka tuangalie jambo. Naomba tu aje haraka. Naomba hiyo mic. Naomba hiyo mic, fanya haraka msemaji wako. Nataka umpe huyu bwana mic. Huyu ni mwanafunzi, mpe mic. Rafiki unaitwa nani? Manyelele. Manyelele, wewe unasoma form ngapi? QT. Bila shaka utanisaidia. Bwana mkubwa, lugha ni nini? Lugha ni mfumo wa sauti za nasibu zenye kubeba maana iliyokubaliwa na jamii ili kufikisha ujumbe kwa jamii husika. Kwa hiyo kama hiyo sauti haieleweki ni lugha? Sio lugha. Nikija kwako na kusema laba 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 ni lugha? Hapana, sio lugha. Sio lugha. Ndio. Nikija kwako na kusema chwe chwe chwe, hiyo nayo ni lugha? Hapana. Sio lugha. Ndio. Kwa hiyo lugha mpaka ilete maana. Alafu hiyo imekubaliwa na nini? Jamii. Ndio tunaita lugha. Sasa hiyo haihitaji PhD. Nenda ukaketi. Kamusi wako. Umekuja na kamusi ya nini? Acha wasome, inatosha. Sasa kumbe tunapozungumza lugha ni mfumo wa sauti za nini? Za nasibu zilizokubaliwa na jamii fulani ili zifanye nini? Zitumike. Zenye kuleta kitu gani jamani? Maana. Kama haileti maana, hiyo sio lugha. Wote mahali pamoja. Walikuwako wote mahali pamoja. Ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo. Ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo. Wa nguvu ukienda kasi. Wa nguvu ukienda kasi. Ukaijaza nyumba yote waliokuwa. Ukaijaza nyumba yote waliokuwa. Akifika hapo anaweka break. Kwamba wakaanza kunena kwa lugha zingine. Break, full stop. Anaishia hapo. Lakini Biblia itusaidie. Hizo lugha zingine walizonena ni zipi? Endelea hapo hapo. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa. Watu wataua. Watu wataua. Watu wa kila taifa chini ya mbingu. Watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa makutano walikutanika. Basi sauti iliposikiwa makutano walikutanika. Wakashikwa na fadhaa. Wakashikwa na fadhaa. Kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote. Wakashangaa wote. Wakastaajabu wakiambia, naambia naje? Tazama. Hawa wote wasemao si wa Galilaya. Hawa wote wanaoongea hapa sio wa Galilaya. Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Sio kusikia kila mmoja lugha ya ajabu. Kusikia kila mmoja wetu lugha tuliozaliwa nayo. Yaani kwa lugha nyingine, wakati Petro ananena, Msukuma alisikia kwenye Kisukuma chake. Kama kuna Mkara alisikia kwenye Kikara chake. Kama kuna Mnyamwezi alisikia kwenye Kinyamwezi chake. Kama ni Mjita alisikia kwenye Kijita chake. Sio hizi za leo zisizoeleweka. Ni wataje. Twende waliokuwa pale tutaji 9. Wapathi. Watu waliokuwa pale Wapasi, Wamedi, na Waelami, na Waelami, na hao wanaokaa Mesopotamia, Uyahudi, Kapadokia, Ponto, Asia, Frigia, Pamfilia, Misri, na pande za Libya kule karibu na Krene, na wageni watokao Rumi, na wageni wanaotoka Rumi, Wayahudi na Wayahudi kwa waongofu, Wakrete kwa Waarabu. Twende. Tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu. Tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu. Matendo makuu ya Mungu. Wakashangaa. Inatosha. Tunawasikia hawa wakisema lugha zetu. Matendo makuu ya nani? Ya Mungu. Narudia hii sentence. Haihitaji PhD. Tunawasikia hawa wakisema matendo makuu ya nani? Ya Mungu. Sasa kama naongea kitu kisichoeleweka, hayo ni matendo makuu ya Mungu.
tunawasikia. Kwa hiyo kumbe mitume waliponena siku ile ya 50 baada ya Pasaka, siku ya Pentecost, waliponena watu walisikia katika lugha zao. Walisikia katika lugha zao. Utaniambia mwinjilisti, unajua kwa nini tunaongea vitu visivyoeleweka? Sababu ni kwamba tunamficha shetani asijue maombi yetu. Nami nataka nikuulize swali. Kati ya shetani na wewe, nani anayejua lugha ya mbinguni? Kati ya shetani na wewe, nani anayejua lugha ya mbinguni? Utaniambia ni mimi. Nataka nikucheke. Kwani shetani kabla hajaasi alikuwa anaishi wapi? Kwa hiyo nayo inahitaji wewe PhD kujua kwamba shetani anajua lugha ya mbinguni kuliko wewe. Sikia. Yaani kuna kitu ambacho shetani amekicheza na wengi wakafikiri ni roho Mungu, kumbe ni roho bandia. Ni kuonyesha sasa. Je, watu wanaponena kwa lugha, Biblia inatoa utaratibu gani juu ya lugha? Wakorintho wa kwanza sura ya 14 anzia mstari wa 20. Twende msomaji taratibu kabisa. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 20. Ndio maana Biblia ikasema zijaribuni hizo roho. Ndugu zangu, msio watoto katika, anasema, narudia, ndugu zangu msio watoto katika akili zenu. Ndugu zangu msio watoto katika akili zenu, lakini katika uovu, katika uovu kuweni watoto wachanga. Bali katika akili zenu mkawe watu wazima. Imeandikwa katika Torati. Nitasema na watu hawa kwa watu wa lugha nyingine. Twende. Na kwa midomo ya wageni. Wala hata hivyo hawatanisikia. Asema Bwana. Basi hizi ni lugha ni ishara. Sio hizi ni lugha, Bwana soma vizuri. Anasema basi hizi lugha ni ishara. Hizi lugha ni ishara, si kwa waaminio, si kwa hao wanaoamini, bali kwa hao wasioamini. Lakini sasa lugha inawezaje kuwa ishara kwa mtu asiyeamini ikiwa unanena kitu kisichoeleweka? Lakini kuhutubu, subiri. Siku ile ya Pentecost lugha ilikuwa ni ishara kwa wasioamini, kwa sababu waliponena wale wasioamini walisikia kwenye lugha zao. Haya, twende. Anasema bali kwa ajili ya waaminio. Twende sasa. Haya, ikiwa kanisa lote limekusanyika. Ikiwa kanisa lote kama ninyi hapa mmekusanyika pamoja, na wote wanene kwa lugha. Na wote wakaanza kunena kwa lugha. Kisha ikawa wameingia watu wajinga. Au watu wasioamini. Je, hawatasema ya kwamba mna wazimu? Lakini sio mimi, Biblia na inukuu. Haya, twende. Lakini wote wakihutubu. Kisha akaingia mtu asiyeamini. Au mjinga. Anabainishwa na wote. Anahukumiwa na wote. Siri ya moyo wake inakuwa wazi. Na hivyo anasema, na hivyo atamwabudu Mungu. Akianguka kifudifudi. Na kukiri ya kuwa Mungu yuko katikati yenu bila shaka. Kwamba hata hizo lugha zinazoweka kama kanisa zima, kama nini ndio keti hapa, mkae pamoja wote muanze kunena tu, mnaongea tu hapa, kisha wakaija watu hapa ambao hawaamini, watasema ya kwamba ninyi mna wazimu. Biblia hiyo. Na baadaye nitakuonyesha maana yake, nitakuonyesha mifano. Twende mstari wa 26. Waneneje watu kwa lugha kama ndio hicho? Anasema basi ndugu, imekuwaje mnapokutana pamoja? Kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri. Mambo yote yatendeke kwa kusudi la kujenga. Kama mtu akinena kwa lugha. Sasa sikiliza huyo msumari. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi. Tena zamu
Sasa inanenwa hivyo, weka swali juu ya huyo roho anayeongoza vitu visivyoeleweka. Twende malizie aya 20. Lakini asipokuwepo mwenye kufasiri, kama hakuna mtu wa kufasiri hiyo lugha, na anyamaze katika huyu